Karibuni tena. Pia asante kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye channel yetu ya Darubini ya Sarufi ya Kiswahili. Hebu tunakusii bonyeza alama ya kengele pale. Utaanza kufuata mafunzo yetu ya lugha ya Kiswahili. Kwa wale ambao wamesha komenti, kwa wale ambao wametuuliza maswali tofauti, tunawashukuru tena pia sana na tunawapongeza, na muendelee pia kuuliza maswali na kukomenti ili tuikuze lugha yetu ya Kiswahili. Tumeshawapa mafunzo mengi na leo tunawaletea tena mafunzo mapya ambapo tutaenda kuangalia viambajengo vya sentensi au viungo vya sentensi, kwa sababu katika sentensi zetu tunaziundaje, ni maneno gani ambayo tunaweka ili kupata sentensi ambayo ni kamili, au pia tunaweza tukasema viungo vya sentensi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, ndugu mfuatiliaji na wewe mwanafunzi pia, ni muhimu sana kwako kujua viambajengo vya sentensi. Ni muhimu sana kujua viungo vya sentensi, maneno ambayo tunatumia katika lugha ya Kiswahili ili tujenge sentensi. Na maneno hayo ni yapi? Kabla hatujaingia kwenye kuonyesha aina za viambajengo, acha tufafanue maana ya viambajengo. Viambajengo vya sentensi ni vipashio vidogo vidogo ambavyo vimeunda sentensi. Sentensi za Kiswahili zimeundwa namna gani? Ndipo tunaweza kujiuliza, sentensi za Kiswahili zimeundwa namna gani? Viambajengo vya sentensi, viambajengo vya sentensi ni vipashio vidogo vidogo ni vipashio vidogo vidogo ambavyo vimeunda sentensi. Ambavyo vimeunda sentensi. Kwa hiyo hadi hapa ufafanuzi una maana kamili, unasikilizika, kwa sababu viambajengo au viungo vya sentensi ni vipashio vidogo vidogo ambavyo vimeunda sentensi. Kwa hiyo mwanafunzi, inatakiwa ujue na kufahamu vipashio vidogo vidogo ambavyo vinaunda sentensi, au sentensi inaundwa na nini na nini na nini na nini. Nina imani kwamba baada ya somo hili la viambajengo vya sentensi, mwanafunzi utapata kuelewa hivyo vipashio vidogo vidogo ambavyo vinaiunda sentensi. Mpaka kuja kupata sentensi, mpaka kuja kupata ukamilisho wa sentensi, ni lazima tupate vipashio vidogo vidogo. Na hivyo vipashio ni vipi? Hebu nifuate vizuri. Tunaenda moja. Kipashio cha kwanza ambacho tutakachokipata ni kishazi. Kipashio cha pili ambacho tutachokipata hapa ni ima. Tatu, ima kiarifu.
kiima kiarifu. 4, kundi nomino. Kundi nomino. 5, kiarifu. 6, kundi tenzi. Kundi tenzi. 7, chagizo. Chagizo. 8, yambwa. 9, kama mwisho unapata kijalizo. Haya, hadi hapa, hivi ndivyo vipashio vidogo vidogo ambavyo mwanafunzi unatakiwa kufahamu na kujua vizuri wakati unapochambua sentensi ya lugha ya Kiswahili. Vipashio hivyo ni 9. Umeshaviona. Tumesema kishazi, kiima, kiima kiarifu, kundi nomino, kiarifu, kundi tenzi, chagizo, yambwa na kijalizo. Basi nina imani kwamba hadi hapa utakuwa umeelewa vema kuhusu viambajengo vya sentensi. Endapo unachanganua sentensi, hivi hapa vitakusaidia sana kujua sentensi yako imejengwa au imeundwa au ina viungo gani. Asanteni sana na karibuni sana. Ukiwa na swali, hebu komenti, hebu namba yetu ya simu, piga simu au tutafute inbox WhatsApp kwa namba hii ifuatayo: 074 21 89 339. Utatupata na tutakujuza pia mengi zaidi ambayo ulikuwa haufahamu. Asante na karibu.